imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, maro mo ngangi panga noreria nyina mwanki. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, kebera ena mpanga torera bamuzongo menyoko akagaranye kambage motantongi. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, kebera ena mpanga torera bamuzongo menyoko akagaranye kambage motantongi. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Emotimamo, ndewera emotimamo yakanuni yasikale. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Ewato kwende, Neno kwa, ona kuramae. okudye nante, Ewato kwende, endeno kwa, ona kuramae. okudye nante. Nakamwana kizanya ekererine karuje rangarine. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Kwetambere, kizanya egete muere, nomete mbarwe kwaba. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, metere na mamoro, ngekera kwa nyorongo. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, kinyambe na maduma, kimiko nyokatweka. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, kirero mbanya kaya, kibanya mbanya kyonge, kamaru na mugongo. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, kibanya ekenerine, karuje romadine. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Ewato kwende, Neno kwa, ona kuramae. okudye nante, Ewato kwende, endeno kwa, ona kuramae. okudye nante. Nakamwana, kizanya egete muere, nomete mbarwe kweba. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, entwara ikwanya, ekeranye nkinaro emo. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Iyo kubero, entoroto ekaramundo, egetumwana yamaigo. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Kwetambere, kizanya ekererine, karuje romadine. Imo kubero, jura jware ng'ombe, ale mako nyaroje, nakura kwena roje. Kwetambere, kizanya imbirigero, tekeyo tamariruwa. Imo kubero, kura
nakura kwena roje iyo kubero kamakara mukenje sindana sanya mwele imo kubero jura jware la ng'ombe jare mwako yoroze nakura kwena roje
Mwenye macho haambiwi tazama. Tuwapigie makofi tafadhali wananchi. Wakulima tuko? Wakulima mpo? Tuko tayari kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya? Haya, naomba tuendelee kujitayarisha. Kwa muda usiokuwa mbali ataweza kuungana pamoja nasi mahali hapa, akiungana pamoja naye naibu rais na viongozi wengine wengi, ili tukaweza kuendelesha ratiba ya asubuhi ya leo. Kwa sasa niendelee kuwakaribisha kwa wimbo wa mwisho sasa, ili tuweze kujipanga kukaribisha mgeni wetu rasmi. Karibuni tafadhali.
The mother produce 38 to 40 liters. So this one can produce even 50. He's 3 months pregnant. 3 months pregnant? Yes. What is your asking price? 300,000. Yes, only. Yes. Yeah. It's not easy to find a fish. Yes. I'm the owner. Meru. Queen. Yeah. Thank you. How are you, my friend? Uko salama? Asante sana. Thank you. Naona Julius. Naam. Sema. Karibu. Simama kando hapa kidogo ndio. Karibu. Yes. Ng'ombe anaitwa Djibouti huyu. Anaitwa Djibouti. Yeah. Haya. It's a pure Frisian, a pedigree. Production. Huyu mama yake alikuwa anatoa 38 liters. Is he very young, 18 months? Ni mzao akiwa na 1 year. Na saa hii ako in cover almost 6 months. Pesa leta hiyo. Tunaweka kwa soko. Leta hii pesa. Leta hii pesa. Hii pesa ndio unatafuta. Hiyo peke yake. Sisi tumesikia amesema tunaweka kwa auction leo. Sawa. Haya. Hello, madam. How are you? Very good. Habari yako? Very good. Peterson. Yes. Sema bwana. So here we have a cross of Holstein and Jersey. Yes. We are now changing to Jersey because of the quality of milk. It has a higher butter content. Yes. So I would say this is the future cow. This is a future cow. Yes, this is the future cow. And I would like if you would promote a fellow hustler with this one. Yes. 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 It's calving in August. In August this year. Yes. And the dam produces at 36 liters. And it's also in this showground. Yes. So you say this is Holstein Jersey. Yeah, the dam is the Holstein. Then the sire is the Jersey. Yes. We are doing this because of the quality of milk. We want to
want to make quality milk so that our factory can have better quality milk. Yes. So that they can be able to compete with other competitors. Yes. If I may ask you, Yes. what are the challenges you see in the dairy sector? One of the challenges is the diseases. For example, mastitis. I think, Mr. President, I would want to, maybe you can give us a laboratory around so that, because we are getting mastitis, which is very, how will I say it? It is very resistant. The vets are using all the antibiotics around. So we want to get to a level where we can be taking these samples to the lab so that the vets can be knowing which injections to give. Because what they are doing right now, it's more of a try and error thing. Yes. Yes. So we have our research center in Marimba. Yes. Where you directed us now to partner with the Meru University. Yes. No, it's here in South Meti. Yes, yes. Marimba. Yes. You are also doing the nitrogen plant. Okay. Yes, so we would want it to be more effective and to be operational because farmers were really suffering. Personally, I've lost 2 cows because of mastitis. So mastitis, Yes. foot and mouth, Lumpy skin, yes. So, and he tells me that we will begin the vaccination exercise Yes. next week. Yes. So that we see how to support the farmers. Yes, yes. Apart from that, what is the situation on sex semen? It's perfect. I think it's very good that our company, Meru Dairy, introduced XMN at a subsidized value from your direction from last year. How much are you now paying? We are now paying 4,000. We were paying 7,000. So I would say that's a bit of a progress. Yes, because the moment you, like for us dairy farmers, the moment you get a bull in your farm, that's a loss. No matter how you try to go around it, it's a loss because this cow is worth 500,000 because of the quality of milk. So if a 1-year-old bull is worth 24,000 or 10,000, so it's a big loss. So we must do more on sex semen. yes, we want more sex semen so that we can be able to increase our herd. Yes. You think I should bring it down more? Yes. 2,000. Yes. Yes. So sex semen, Yes. feed. You know, there is something around feed also. Yes. We are trying to. Yes. Yes. I don't know what you can do about taxation on feeds, and the feeds are very high. Yes. Yes, because in dairy farming, fodder takes almost 60%. Yes. Of the cost. Yes, so the feeds are very high, Mr. President. You'd also, tuangalia hapo. We need to work on feed, Yes. vaccination, Yes. semen, Yes. Yes, and the lab is key. so that Yes. we get the right. Yes. So that the vet doesn't just eject anything. Yes. It's a lot of guesswork around. Yes. Okay, my friend. Thank you. Let me say hi to the Deputy President. And so you are asking for 500,000. Yes, please, Mr. President. I would like if you would promote me with 500,000 for this. Tutaongea kidogo. I'm fine, Mr. President. Msalama sana. Yeah. Bwana Gordon. Yes. Very good. Yeah. Naita ng'ombe yako Jedi. Anaitwa Jedi. Yeah, nimemfuga kutoka akiwa mdogo. Nilimzalisha kwa shamba. She is an Frisian from Manasha. She is a Frisian from Manasha. Sana tuko naye for the last 25 months. Nimemserve a month ago on 6th. Na sasa vile hajarudia tumemweka Frisian. Yeah. Sex kama hii. Conventional sababu sex tunakimbiza bei kidogo na ukiweka akose unagonga nje. Yeah, unagonga nje. So unajaribu kuminimize. Yeah. So mimi ningeomba kama mkulima mdogo, kijana mdogo mwenye anategemea ng'ombe, mimi nategemea ng'ombe kuishi. Utuangalie maneno ya fins ndio inatusukuma sana sababu unapata ng'ombe anafanya 30 liters. Ndio atoe 30 liters uko 45 unapea unga kilo 15. Si unaona hiyo cost inaenda juu sana. Then there is that factor metaje ya semen ikatuteremshia hiyo sex kwa 2,000. Hata ukiweka 2,000 mara 2 si mingi. Hata ukienda kibarua unaweza sukuma. Hiyo ingine ni hiyo ya magonjwa.
like magonjwa zinasumbua tu. Niko na ng'ombe alikuwa na maziwa mingi, lakini sasa inakamua matiti mbili sababu ya mastitis. Unaona sasa niko nje. Yeah. Na sasa huyu ukinipea hiyo bei naweza peleka huko Sugoi free transport. Napeleka hadi huko free. Huyu ameniambia tutanunua leo kwa mtandao. Yeah. Sawa. Hello good people. Habari yako ndugu? Salama sana. Very good, uko salama? Hello, how are you? Salama sana. Habari? Habari. Salama. Salama sana. Mzuri sana. Habari yako kijana? Hello my dear, how are you? I'm fine, thank you. Habari yako ndugu? Salama sana. Yes.
hapa tu. Kuja hapa yani hapa ndani. Face. Yes, hivyo. Okay, thank you. Tulikuwa tunaona kama Karibu, Your Excellency, this daily board is what we do in regulation. Yes. And our vision and mission is here. Probably there's concerning the better agenda. We are moving very fast. Know the numbers of milk production. This year, this is what Progress, the progress, yes. We've done from 2022. Yes. We are now at 910, sir. From 755. Yes, yes. To almost 200,000 more. Yes. 160. Yes, sir. We have progressed so far. That milk is worth this much in terms of billions. Yes. The farmer is getting 49 shilling on average. On average. Of course, there are those who pay more. Yes. But when we do average, it's 49.1. Okay. We are yet to reach what you had given us. Yeah. Out of those, we have managed to export worth 9.4 billion. That's around 137 million liters out of Exported is 9 billion. 9.4 billion, which is around 137 million liters. Yes, sir. Is the number we need to push. It is in this form of products. Yes, it is in this form of improved products, whey, cheese, UHT, and butter juice. Thank you, sir. Yes, it's true. Okay, so we can look at it. Yes. We'll be able to look at it. But we attribute 9.910 million liters, sir. Meru contribute 22% of that. So it is well done. Thank you, sir. Yes, we are also doing some things here. How are you? Fine, thank you. Yes, the quality are done. Yes. What is the quality? Yes, sawa. Asante sana.
very closely with the area. Yeah, we pay farmers $1 million every month to make sure that farmers are paid by 5th, and we are working very closely. Also modernizing of their factories, and I can say that farmers in Meru are happy. And Your Excellency, we are supporting your agenda, even on the coffee side, where we'll start paying farmers directly. Thank you. Flagging off the coolers, they're flagging off the coolers, Your Excellency. Your Excellency, here we have 5 milk coolers for Meru dairy farmers. And they'll be going throughout the constituencies in Meru. Your Excellency, there's 230 milk coolers that the government has subsidized for farmers, which will add an extra 175 million liters of milk formerly processed. Thank you very much, Your Excellency. We can flag them off to go to the counties. Haya basi ndio hizo basi flagging off ndio wapi makofi ya rais Gitonga. As we flag off the coolers ili maziwa iweze kufika ikiwa hali njema, na tunajua kwamba bei ya maziwa pia imetengenezwa from 35 shillings sasa inatengenezea hapo 48 to 50 shillings. Asante sana Mheshimiwa Rais. Haya basi sasa tuweze kusimama sote tafadhali. Kumkaribisha mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya kwenye uga huu. Hakika sasa anafika kuungana pamoja nasi kwenye uga huu. Tumkaribishe rais wetu. Makofi mazuri wakulima. Tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya. Welcome Your Excellency. Karibu sana Mheshimiwa Rais. With your permission, Your Excellency, before sitting down, may I request that we begin this meeting with a word of prayer led by Sheikh Kadir Abdikadir Osman, followed by Bishop Gilbert Kinywa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe Mola wetu, tunakushukuru kwa kutujalia uzima, afya njema na nafasi adhimu ya kukutana hapa leo. Ewe Mola, tunakuomba
uwepo wako iwe miongoni mwetu katika mkutano huu. Tujalie hekima, mshikamano na upendo. Ewe Mola, tufungulie mlango ya baraka na heri, utuongoze katika kila hoja na utuepushe na fitna, migogoro na kauli haina manufaa. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba kwa moyo wa unyenyekevu umbariki rais wetu Daktari William Samoei Ruto, mpe afya njema, rehema zako, baraka na umri mrefu uliojaa heri. Mjaze moyo wa huruma kwa watu wake na hekima ya kuongoza kwa haki, ukweli na uadilifu. Tunakuomba umwepushe na mashaka, maadui na maamuzi yenye madhara, na umzungushe na washauri wema na waaminifu. Ewe Mola, tunakuomba ulinde nchi yetu ya Kenya dhidi ya kila aina ya uovu. Tujalie amani ya kudumu, mshikamano wa kitaifa, maendeleo uendelevu. Ewe Mola, tunakuomba na rehema, tunakukabidhi kikao hiki mikononi mwako. Kianze kwa jina lako, kiende kwa nuru yako, na kikamilike kwa ridha zako. Amin, amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baba Mwenyezi Mungu, siku ya leo tumekusanyika hapa kwa heshima yako na heshima ya taifa letu la Kenya. Tunaomba Mungu, siku ya leo kama vile umetuleta hapa, tunaombea rais wetu akaweze kuwa na hekima ya mbinguni na akaweze kutuongoza taifa hii kwa njia ya hekima ya hali ya juu. His Excellency Dr. William Samoei Ruto pamoja na mdogo wako Profesa Abraham Kindiki, ni ombi letu kama taifa, ni ombi letu kama Meru County, Mungu akaendelee kupatia afya nzuri, akaendelee kupatia hekima mahali kuna masimu na siba masimu, na mahali kuna matatizo, Mungu akupatie hekima ya Suleiman. Ni ombi letu siku ya leo kama bila tumesimama hapa kuombea taifa letu likaendelee kuonekana taifa lenye hekima na taifa limeongozwa na mtu na mdogo wake walio na maarifa ya kitaifa. Mungu aendelee kupatia nguvu wewe na jamii yako, wewe na hata wandogo wako, mdogo wako pamoja na ministers na wote kutoka yule yako juu panka yule sini area sub area. Baba, pia tunaomba kwa ajili ya kaunti ya Meru, Mungu akapatie gavana wetu Reverend Isaac Mutuma nguvu ya kuongoza Meru County na katika hali ya maono na hata nguvu nyingi. Tunaomba uongozi huu ukaweze kuunganisha watu katika kufanya kazi kwa njia ya amani na njia ya kweli, ili kukawe na ufanisi na kukawe Meru County tutaendelea vizuri. Baba, pia tunaomba kwa ajili ya union yetu Meru Union Cooperative. Tunaombea Kenneth pamoja alio manager wa nderi yetu pamoja na mdogo wake, na pia Meru wale wanamsaidia kama mbondi yake. Tumeona ufanisi, tumeona baraka. Pesa imeingia mifukoni ya watu kwa sababu ya umoja ya wale wako nyuma ya Kenneth Getonga
pamoja na wale wote wanafanya naye kazi. Tunaomba pia, ni ombi letu, Mungu abariki Meru Cooperative Dairy, Mungu abariki kaunti yetu, Mungu abariki pia taifa letu, Mungu abariki rais wetu wa taifa na uongozi wake. Pia Mungu abariki Kenya yetu. Salom. With your permission, Your Excellency, may I request that you sit down. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenyan Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Secretary, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Development, Honorable Wycliffe Oparanya, together with other CSs present, the Meru Governor, led by Honorable Rahim Daud from Imenti North, the Chairman, Meru Central Dairy Cooperative Union, Mr. Simon Kiruja, the CEO, Chief Executive Officer, Dairy Cooperative Union, Mr. Kenneth Gitonga, all farmers present in the meeting today, distinguished guests, ladies and gentlemen. With your permission, Your Excellency, sir, allow me to invite the PS, State Department for Cooperatives, Mr. Patrick Kilemi, to lead us with the next of, to continue with the next of the program. Welcome. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Cabinet Ministers, my colleague PSs, honorable members of parliament, viongozi wote walio hapa na sana sana wakulima wa maziwa, amjambo. Your Excellency, in 2023, you are our chief guest for this Dairy Farmers Education Day. In 2023-24, you are also our chief guest. 2025, wewe ndio chief guest. Hiyo ni upendo mkubwa. Anto wa Meru tuereni mnene iboya. Naringero MP, naringero nkemi. Your Excellency, last year, ulisimama hapo ukaambia wakulima, sisi tulikuambia tunafanya mzuri sana, lakini ulisimama hapo ukatuambia hapana, ukatupea challenge, ukatuambia unataka kusikia wameongezea bidii. Ukatuambia unaenda hivi unakam, na kweli umekam. Sasa, I got news for you. Your Excellency, our wakulima wako nyuma yako are the most prolific dairy farmers in Africa. In fact, ukingogo leo utaona wanasema Brooksendo. Yesterday, Your Excellency, Meru Dairy wali process 615,000 liters. Na unajua watu wakuangi hawana hata warehouse, they also sold, they are selling today 615,000 liters. Wao wanatoa ikienda kwa soko. So Your Excellency, their target this year is to pay 20 billion shillings to farmers, and they pay every 5th of the month. Your Excellency, if you can quick calculations, they are distributing 1.6 billion every month to these farmers. That's if Your Excellency wanted any validation of your value chain approach, come and look. The Meru farmers have demonstrated that a single value chain can completely transform the economy of the county. Because these are the same farmers. Hawa wakulima pia ni wakulima wa kahawa, hawa wakulima ni wakulima wa majani chai, hawa wakulima ni wakulima wa miraa. So tunashukuru Your Excellency, and thank you. Wakulima pia ni wakulima wa kahawa, hawa wakulima ni wakulima wa majani chai, hawa wakulima ni wakulima wa miraa. So tunashukuru Your Excellency, and thank you.
Your Excellency, hapa Meru umenipea kazi na watu wengi. Tu Meru peke yake, the Greater Meru County, Meru and Tharaka Nithi, we have 3 PSs. 4 PSs actually. Nataka kuwauliza my colleague PSs wasimame tu away. Roselyn, the PS for diaspora. Mweke anachunga ng'ombe, mimi nachunga maziwa ikitoka hapa na wakulima wangu tunaendelea hapo mbele. Thank you, Your Excellency. I now want to take this opportunity, in the interest of time, to invite the CEO of Meru Central Dairy Union, Mr. Kenneth Gitonga, to come and make a few remarks and invite 3 farmers to tell you how the business of milk production is like. Karibu Bwana CEO. Thank you very much, Bwana PS. Your Excellency, sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, our CS, CSs present, PSs, our Governor, Senator, MPs, and all the leaders, na wakulima wenzangu. Bwana asifiwe. Maziwa? Maziwa? Sema kwa nguvu rais asikie. Maziwa? Thank you very much. His Excellency, we only come here for 2 agendas, how to increase our milk and how to increase money. There is no other agenda in this field. Hii story yote unaona ni akili tunatafuta vile tutaongeza pesa na maziwa hapa Meru. Nataka kushukuru His Excellency and your team for gracing us on this occasion. We are really humbled. Since we started dairy and since I even became the CEO, we have never seen a president who has come to sit down with the farmers and listen to farmers. Wakulima, wacha niwaambie, rais alifika hapa saa 4, amekuwa akiongea na wakulima pale. Anatupenda atupendi? Rais anatupenda sana, na Mheshimiwa Rais, we are very grateful. Welcome again and again, and we continue walking this journey. About 10 years ago, we had no dairy. We had a dairy of 10,000 liters. Today we are boasting of 620,000 liters per day, and our plan is to make 1 million liters per day. Sisi tumekubaliana hivyo? Yes, that's a bigger plan of the union. And when you came here last year, we were at 524. We have added almost 100,000 liters more. We had 120. What you did last year really encouraged us, because shinda za mkulima hapa ni kidogo sana. Shinda yetu ni chakula ya ng'ombe, shinda yetu ni magonjwa, vaccination, shinda yetu ni nimesema vaccination na breeds, mbegu. Tukiangalia area hiyo, mambo ya mkulima imeisha, hiyo nyingine tutafanya. Na ulitusaidia sana last year, His Excellency, when you came, you gave us 100 million ya kujenga feed mill. Nataka kuconfirm hapa na niambie wakulima, tumenunua feed mill, it is already complete. Imebakisha tu inspection iwekwe kwa meri, and which is going to happen within the next 2 weeks. I want to confirm by December the feed mill will be up and running. Kuna wakulima walikuwa wananiuliza mbona waoni tukijenga nyumba. Unajua saa hii tunaanza na machine, tunamalizia na nyumba. Kwa sababu machine ndio iko mbali, itakuja na meri. By the time imefika tumemalizia. Wakulima wamesupport hii project religiously. Tunashanga pesa. Every month we are raising about 5 million. And so far, since we have raised 132 million kutoka these farmers. So it means it's something in our heart, because the cost of milk, 50% is on feeds. Ombi letu tu ni kidogo, uone vile unaweza tusaidia kwa hiyo project. Kama kuna kakitu umetuletea leo, tumalizie hiyo project. Alafu mambo ya mbegu, umesikia hata wakulima wamesema, we are buying 6 semen at 22,900, and we are giving our farmers wale tunaweza kufikia kama union at 4,000. Ni ombi langu mbegu ya Kenya iangaliwe, because tuko na mbegu pale Kagiri na tunauziwa 200, lakini ni 50-50. Mkulima amesema pale unaweza konga nje, ikijaa ndume umekonga nje. Hivyo ndio tunasema tukiwa wakulima.
So ukatuwekea machini pale iseparatiwe tupate kike peke yake. Hawa kulima wote wazalishe kike. We'll start exporting egg furs here. And today, Your Excellency, we want you to open for us the market for cows. Wamekulima wamekuwa na shinda. Wakati unataka kununua ng'ombe ama kuuza ujui yaende wapi. Unaanza kwa neighbor, unaanza kwa mburuka, unagongwa, unauziwa pesa bei ya chini. Tumetengeneza a system, a website, ambaye tutanunua ng'ombe saa hii, nitawaambia vile mtafanya. Hiyo wakati ikifika, tuone zile ng'ombe zinauzwa, tuone watu wanasema wanataka kununua pesa ngapi, alafu ukuje hapa utumalizie, tuuze ng'ombe, wakulima wapate pesa, na wale wanataka ng'ombe waende na ng'ombe nyumbani. So that is a great milestone. Tumeanza na IFAS, tutaleta zile ng'ombe zimemaliza kukamuliwa, na finally tuleta hata mbuzi. Na jana tuliongea na ngava na alikuwa ananiambia we can even introduce other things in selling using the online. Siku hii sio ile ulikuwa unakwama na kitu nyumbani, mitambo iko, and we want to do that one to increase more money to the farmers. So that is what we are doing, and Your Excellency, I would request you allow me, I call just 3 farmers to tell you their success stories, what they have done, with your permission, very quickly, and then so that we give you enough time utuongereshe kama mgeni wetu leo. Mwarakisha. Kila mtu akona kamoja ndio tuharakishe. Yes. Karibu sana. Maziwa, pesa. Kwa majina naitwa Franklin Mwirigi. Mimi ni mkulima wa ng'ombe. Na maziwa yangu naweza kupeleka pale Goki Dairy. Goki Dairy iko pale South Imenti. Nilianzia humu na ndio kwa farmer wa ng'ombe during 2020 wakati wa corona. That time I was a student at Meru National Polytechnic. Tulikuwa nyumbani. Sasa nikaona hakuna kazi, lazima mtu ajitume utafute ile kazi utakuwa ukifanya. Nilijikaza nikaweza kuwa nikiaso pole pole. Kaenda nikanunua ifa moja, kukakaa ingine, nikaenda nikanunua ingine. With the time zikaenda zikakuwa ng'ombe kubwa, nikasafu na zikakuwa na mimba. With the time zikaenda zikiongezeka. Currently niko na ng'ombe 8, wengine ndio nakamua. Per day na produce 60 liters in a day. Thank you very much, Your Excellency. Huyu ni mwanafunzi wa TVET yetu hapa Meru Technical. Wakati alimaliza kozi ya plumbing na hakupata kazi immediately, akaingia kwa ukulima wa ng'ombe. Saa hii anapata 60 liters per day. Na pesa ngapi kwa mwezi? Because tishia tukifanya hesabu, ng'ombe zinakula nusu na mimi nakula nusu. So roughly let's say 45,000. Anapata mshahara ya 45,000, Your Excellency. This is a good case, we can duplicate wanafunzi wetu kuliko wakae nyumbani wakuja tuwafunze biashara. Thank you very much. Maziwa, pesa, na mimi naitwa Maureen Kirote kutoka Nari Dairy. Niko na umri wa miaka 31, niko na ng'ombe 9 na produce 240 liters per day. Nataka kuambia youth wenzangu watoke mitaani warudi manyumbani. Huu ufugaji wa ng'ombe uko na faida sana. Ningetaka Our Excellency kukuomba utupunguzie 60 semen ili kila mtu aweze kuafford. Asanteni. Maziwa nikidhani mimi ndio mzee, niko na umri wa miaka 34 lakini niko youth bado, si ndio? Kwa majina ni Kenneth Munene. Nafikiria kwa ukulima wa taji kilichonileta hapa ni kuwa niko na tuseme ni kama technique ile ya kuweza kupata heifers wanaotoa maziwa kuliko lita 30 kwa siku. Kwa hivyo ukihesabu ile faida napata kwa kila ng'ombe ni kama 20,000 to 25 kwa kila ng'ombe moja. Kile ningeomba kwangu ni magonjwa yametusumbua sana. Kama mwaka uliopita nimepoteza ng'ombe 3 kutokana na magonjwa. Ningeomba kama vaccines inaweza kuja Meru hata kama ni kesho, itakuwa imetusaidia sana. Na naomba vijana mtu join tulisha ng'ombe tupate pesa. Thank you very much. That's just a sample, Your Excellency, because of time, but we are doing well. With the dairy you can't go hungry. Nikimalizia yangu ya mwisho niongee kidogo kama processor. Uzuri wa hiyo tuko kwa mkulima, tu are processing in the market. Kuna kitu
processors walikuwa wamerequest the other time tulikuwa Nakuru, mambo ya stabilization fund. Ile kitu inafanya bei ya maziwa inapunguza ama wengine wanapunguza. Wakati kama saa hii nyasi ya ng'ombe ni mingi na maziwa imekuwa mingi, wengine they are unable to sell immediately. So they end up taking little milk. Tukakuwa na stabilization fund, tungesort hiyo issue and this growth will be continuous. Otherwise, thank you very much na tumeshukuru sana na ukuje tena na tena. Asante sana, Your Excellency. Thank you very much. Thank you so much, Bwana CEO. Your Excellency, with your permission, allow me first to recognize the presence of our SHA PS, PS Mudhoni. Mudhoni amekuja kurejesha nyinyi ya SHA, ndio hiyo PS. Your Excellency, with your permission, allow me to give the chairman who leads the board of Mount Meru Union, Mr. Kiruya, to say one word, and then I invite Honorable Rahim to lead the political aspect to recognize the members of parliament who are present before we proceed and invite the cabinet minister. Bwana Kiruya, please. 1 minute, please. Thank you so much. Masiwa, pesa, asante sana. Leo tuko na heshima kubwa sana kuwa na rais wetu wa Kenya, President William Samoei Ruto, na kila mtu amefurahia. Kwa hivyo President, karibu sana hapa Meru, ukunywe maziwa ya Meru County. Alafu sifanyi kazi peke yangu, tunafanya kazi na board members, they are here. We have the delegates and chairmen from different societies, so they can away from where they are. Wako wapi? President aone. Asante sana. Na wakulima unaona vile wamejaa president kama rasia vile walikuwa. Kwa hivyo siku ya leo haikuwa yetu sana, ilikuwa tu wewe kupata nafasi nzuri ya kuongeleza wakulima. Na mahali tunimetoka, unaona umeongea sana, umesalimu, unaona ng'ombe zetu vile siko ile shinda kubwa sana tuko naye president, wakulima wamekwambia. Lakini hata mbeleni tulikuwa tunaongea na wao kwa mikutano. Kitu muhimu sana ni hii tunaita feed mill. Feed mill ama chakula ya ng'ombe. Hapo ndio inatuka. Lakini wale wanatuletea kutoka nje wanaleta ile chakula isiyo na quality. Sasa tunataka yetu kuifanya hapa iwe na quality, na tunajua tukiwa na wewe lazima hii kazi tutaifanya. Kwa hivyo president, karibu sana. Ile nyingine ni ya sex semen. Nilikuwa nyuma yako nikisikia wakulima wanakuambia hiyo. Kwa hivyo sitaki kuongeza zaidi. Na maneno ya vaccination, hiyo tayari umetangaza, na nimesikia hata ukiambia nani wako aanze hii mapema, by next week or 2 weeks iwe tayari. Maneno ya kura president, umeachilia kura hapa na unasema utaleta zingine si mingi, kwa hivyo tunangoja na tunajua wewe ni mwaminifu utatuletea. Milk Council ya wakulima hata iko na shinda. President lazima afanye kitu, wakulima wako na shinda mingi sana hii Milk Council kwa sababu ya usafu na maneno mengine. Scoop Milk Program, President, bwana President, maneno ya Scoop Milk Program tafadhali angalia hapo ili tuende pamoja na maneno itakuwa sawa. Maneno ya excess milk, saa ile tuko na excess milk, tutaipeleka wapi? Tuko na KCC na tuko na wengine. Kwa hivyo President, tuna kuuliza uambie tafadhali wachukue wakati tuko na excess, tusitupe kwa njiani. Otherwise, ya mwisho, bwana President, wana youth yetu umeona wamesimama hapa na wanafanya kazi mzuri kutokana na kule kwa mashamba. Kwa hivyo tunataka ile pesa ya women fund, hata wa women tunataka wawe kwa ukulima wa maziwa ili tufanye kazi mzuri sote tukiwa pamoja. Otherwise, President, nataka kukaribisha hapa na uwe unakaa vile unafikiria, na tunajua wewe ni kama umesaliwa Meru. Sasa umekuja mara ya 3. Na najua hata next year utakuja. Na next year but 1. Kwa hivyo lazima tukuangalie miaka 5 huo umekuja Meru 5 good times, na tutakuwa na if you did growth. Otherwise, asante sana our President, waongeleshe wakulima wakusikie, lakini tuko na support ya kutosha kwako President William Ruto. Asanteni sana. Thank you so much, Bwana Chairman. Your Excellency, with your permission, allow me now to invite our host MP, Honorable Rahim Daud, to come and lead us in the next section.
Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, waziri wetu wote wale wako hapa, gavana wetu, seneta wetu, MPs wenzangu, MCAs wale wako hapa, wakulima wote wale wako hapa. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Maziwa, pesa. Ningependa kumuita leader wa MCAs tafadhali, please. Kujeni haraka MCAs wote na area MCA. Kujeni. 1 minute tu. Mheshimiwa minority leader ata represent speaker. Thank you. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, all protocols observed. Kwa majina mimi naitwa Kiogora DMK, MCA wa Bogeta West na Minority Whip, County Assembly of Meru. Wakulima wa maziwa niko hapa kwa niaba wa spika wetu na wenzetu wengi ambao wako hapa kwa shughuli za kikazi. Pia sisi tuweza kukatiza hiyo shughuli tuweze kuwa hapa leo na wakulima wa maziwa. Na pia niko na wenzangu hapa ambao ningetaka watusalimie. Lakini jambo moja peke yake, mwaka huu tukitengeneza bajeti yetu ya county, tunatarajia kurudisha zile fedha zilikuwa zinatengwa hapo zamani kidogo. Tunanunulia wakulima wetu maziwa, tunapea watoto wa chekechea au kindergarten kids wenye wako PP1 na PP2. Kwa sababu huo mpango ulikuwa una support Meru Central Dairy na uliweza kusimamishwa. Gavana, tunataka turudishe huo mpango ndio tuweze kusupport hawa wakulima wetu with the local market for milk. Asanteni. Murungu nayo kioguma buda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Makasi, mimi ni MCA Mkwene na mimi ni mkulima wa maziwa pia. Na nimekuja kusimama na wewe kama rafiki yangu na wakulima wa maziwa. Na vile DMK amesema, mimi kama chairman wa budget nitahakikisha serikali ya County Government of Meru imechangia kwa wakulima kwa kuhakikisha kama chairman pesa ya kununulia watoto maziwa imeingia hapo ndio mkulima aweze kusaidika. So sina mengi ya kusema. Mungu awabariki na Mungu awabariki Makasi. Asante Your Excellency, shukrani kwa kukuwa nasi siku ya leo. Kwa majina mimi naitwa Ken Naibaye, mwakilishi wadi ya Kianjai, na siasa ile tuko naye ni siasa ya wakulima waendelee kufanya kazi na kuweza kuvuna zaidi kwa matokeo ya maziwa. Kwa hivyo Your Excellency, sisi kama MCAs wa Meru tuko nyuma yako pamoja na wananchi wa Meru ili tuweze kukuunga mkono, tuweze kupata matunda kutoka kwa serikali yako. Na ni wazi ya kwamba Your Excellency, hapa Meru ndio tunakupenda zaidi, zidi kufika hapa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, thank you for coming. Maziwa, tuko tayari kusimama na gavana wetu, watoto waweze kupata maziwa na tuweze kusupport wakulima wa maziwa. Mungu awabariki sana. Asanti Your Excellency, majina naitwa Caleb Mutaithia Kebuko. Masiwa, mimi hiyo jina ya mwisho pesa, Mheshimiwa Rais ndio napenda. Na wakati nilikuja hapa ile wakati mwingine nikasikia maziwa pesa, nilirudi kulima ng'ombe. Na saa hii I supply daily society na nafanya 250 liters per day. Vile naesaambia wakulima hapa Meru tuko na opportunity kubwa sana, na asante ku identify your opportunity and supporting it, and we support your administration. Thank you, sir. Asanti MCAs, ningeomba MPs wote tafadhali wakuje because of time. MPs wote please wakuje on board. Now I want to recognize the former governor, Mheshimiwa Kawera, please stand. Na former first gentleman, please mama. Asanti. Wache nikaribishe wenzangu kutoka mbali kwanza, Mheshimiwa Kuroria, na ningeomba please let's stick to 1 minute. Rais ako na function nyingine. Thank you. Maziwa, naitwa Njoroge Kuroria, mbunge wa Gatundu North, Kiambu County, na nimefurahia sana kuwa hapa.
na niseme nimesikiza mkulima mmoja akiongea na rais akasema shida ya vaccination, na nikasema kuna wakati serikali ilikuwa inaongea juu ya vaccination, watu wengine wakakuwa nakataa. Nimeona inafaa ikue ndio wakulima wetu wakuwe sawa. Mwisho tuko mwaka wa 2025, next year ni 2026, alafu tuende uchaguzi 2027. Nyinyi kama wakulima wa maziwa, mungetaka rais afanye siasa mwaka huu na mwaka huu mwingine, ama wafanyie kazi ama siasa? Rais, sisi kama watu wa Mount Kenya region tunataka utufanyie kazi 2025, 2026, alafu 2027 tunyoroshe hawa watu uende 2 term, na hiyo ndio inaitwa Kororia. Maziwa, pesa. Majina yangu ni Daktari Wachira Karani, mjumbe wa Laikipia West kule pande za Nyahururu, na nimekuja hapa benchmarking kwa sababu ya vile Meru Central Dairy inajulikana Kenya mzima. Mimi najua mungependa kujua nimeko na msimamo wa mrengo gani. Mrengo wangu ni yule wa maendeleo ambayo inaongozwa na Dr. William Samoei Ruto. Asante. Asante. Maziwa, pesa. Asante sana, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Arap Ruto, our very able deputy, my colleagues, na wakulima wa maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mimi naitwa Mheshimiwa Kareke Mbiuki ama baba yao, mjumbe kutoka Tharaka Nithi County, eneo bunge la Mala, na niko hapa kwa sababu sisi ni wakulima wa maziwa. Each and every single day, Your Excellency, from Tharaka Nithi County, we are able to produce 3.5 million liters, which is delivered to Meru Central. So when we invest in Meru Central, you are investing in the entire catchment of Mount Kenya regions. Because these farmers we are seeing here, Your Excellency, goes beyond Meru County. There are some from Tharaka Nithi County, ambao hata ni wengi zaidi. Kuna wakulima kutoka Embu and other parts of the mountain. Your Excellency, ombi letu ni kusema ni kuomba Your Excellency, the way the farmers have requested here, especially on the sex semen, because that is where there is a very big challenge. Your Excellency, we are humbly requesting you and your government to invest in the same, so that farmers can be able to get sex semen in a more cheaper way. Your Excellency, the cost of animal feeds is extremely very high. And I'm happy, Your Excellency, effective this month, Meru Central is delivering animal feeds all directed to Tharaka Nithi County, where they have opened an outlet to be able to serve the people of Tharaka Nithi County. So Tharaka Nithi County, we feel part and parcel of Meru Central. And Your Excellency, I can tell you Meru Central is doing so well. Because some years back, there was a lot of milk production, and majority of it was going to Brookside and Akinandaima dairies. But today, almost 100% our farmers are delivering to Meru Central. So when you invest in Meru Central, you are delivering to the people of Tharaka Nithi and the entire region. Lastly, Your Excellency, we are here to assure you of our total support. Kwa sababu unasikia wakati tunasema maziwa, tunasema pesa. Pesa mfukoni. And that is one of the Canadian cause. When we take leadership, we shall ensure that pesa goes to the pockets of the people. Asante sana, and always feel welcome. And as people of Daraja Meru, tunakupenda, and may God bless you. Na bado tunasema 10 bila break. Asante Mheshimiwa, he was my senior, ndio aliendelea. Mheshimiwa Muthoni. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Deputy, all protocols observed. Your Excellency, these are milk farmers. And this is the only industry, Your Excellency, where dominantly we have women wakiwa wengi. Akina mama wale wanalima maziwa mkono juu. Piga nduru. Your Excellency, this industry is very key because it is supporting families. And Your Excellency, siku hizi sisi kama akina mama tunakushukuru kwa sababu you have supported the Meru dairy farmers
umeteremusha chakula, umesaidia kuteremusha bei ya chakula, na tunakushukuru. Bado, lakini itateremuka. Your Excellency, bado. Aya, ni sawa. Mtajibiwa hiyo maneno, Mheshimiwa maliza. Hiyo itaangaliwa. Si ninawaombea iteremuke. Sawa. Asante. Sawa. Tunaomba chakula ya ng'ombe iteremuke ili ukulima wetu wa maziwa isupport families. Thank you very much, Your Excellency. I am Dorothy Muthoni Ikiara, nominated MP, Meru County. Asante, mpigeni makofi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, all the protocols observed, langu kwanza ni kukaribisha hapa Meru, na vile vile nimetumwa na watu wa South Imenti wakaniambia nikulete salamu mingi, na kitu ya kwanza anatoa shukrani kwa zile project ambayo umewapatia zinaendelea, wana lugha ambaye wanaweza kushukuru naye. Kitu ya kwanza wamenituma ujaribu usaidie Meru Central Union imalize ile factory kwa Mitungu, kwa sababu bei ya chakula itaenda chini, alafu na pesa itakuwa kwa mfuko. Vile Your Excellency, tungependa sana tuangalie maneno ya marketing ya maziwa kwa our neighboring countries, and also we export so that we can have more money. Your Excellency, the coolers are very, very important to our dairies so that storage can be very easy. Asante sana, sisi tuko nyuma yako na tunakuamini na serikali yako. Asante sana. Thank you. Thank you. Mpigeni makofi. Asante, Your Excellency, for being part of us, kwa kuwa na sisi leo katika hii mambo yetu ya ukulima. Mimi ni mmoja ya wakulima, au unaona hapa, mimi ni wa society inaitwa Magate Dairy Farmers, na hata ng'ombe yangu iko kwa uwanja huu kuja kuonwa, kuonyesha kama mkulima. Your Excellency, with your Deputy President, yangu ni machache tu, nayo hii machache ni kuhusu yale inatuhusika kama wakulima wa maziwa wa Meru Central. Bila tuko kwanza, bila umesikia kila mkulima akilalamika chakula ya ng'ombe iko juu sana, kusema ukweli. Na kama itawezekana, mimi nasema ile inanihusu, hata kama ina benefit mkulima mwingine, mimi inanihusu mwenyewe. Chakula ya ng'ombe iko juu, kama itawezekana kondi punguzwe ya chakula ya ng'ombe. Ni kweli ama si kweli? Hiyo ndio tabu yetu ama si tabu yetu? Your Excellency, hao watu ni watu yako, wanakupenda. Na we ni mkulima wa ng'ombe ya maziwa, hata wewe unaelewa yale ninasema. Ya pili, Central Imenti wamenituma kwa sababu about 70% wao wote ni wakulima wa ng'ombe ya maziwa. Barabara zetu zile tunaenda kuchukua maziwa kutoka sehemu mbali. Tukipeleka factory, hiyo maziwa mingi inamwagika kwa sababu barabara ni kweli ama si kweli? Mkubwa, leo hakuna yangu ninaongea, mimi nasema tu ya watu kama mkulima. Kwa hivyo county government, sababu mvua ya Meru imekuwa nyingi sana wakati umepita, county government na sisi kama central government tujaribu tuone tumetengeneza barabara, maziwa iache kumwagika kwa njia. Ya mwisho, kuna handi ulitupatia mzuri sana ya coolers, na nimefurahia leo nimeona kura 3 hizi zimepita hapa. Waziri na wa mambo ya ufugaji na PS, hizo coolers sikuje, maziwa yetu inaharibika. Si Meru Central
ni huko Central Imenti, kwa sababu ndio tunataka kura si nyingi huko. Tunataka ama hatutaki? Na kama rais umekuja hapa mara 3, ukiwa rais ni kuonyesha mapenzi yako kwa sisi. Tunataka ukuja hata 2027, 2028 na 2029 na kuendelea zaidi. Mnataka akuja ama mtaki? Hebu niona kwa mkono wale wanataka rais aendelee kukuja. Asantini sana. Huko ni kuonyesha tuko na rais. Asantini sana na Mungu ambariki. Mpigie makofi. Maziwa. Your Excellency, sisi wakulima wa Meru tunafurahi sana kwa kufika kwenu hapa pamoja na naibu wako, na tunaona uko na goodwill na wakulima wa Meru. Sababu hii ikiwa mara yako ya 3 kufika hapa, ni kumaanisha ya kwamba wewe wakulima wa maziwa wa Meru umewatia maanani. Na pia kwa mikutano ambayo nimesikiza na pia nimefuata ukiwa unazungumza, umekuwa ukipeana mfano na wakulima wa maziwa wa Meru, na tunashukuru kwa hilo, sababu tunasikia ama tunajua ya kwamba tuko katika mafikira yako na kila wakati unatufikiria. Kama vile ambavyo wakulima walitangulia hapa kusema, wameweza kusema mambo ya chakula na pia mambo ya maziwa, malipo yale ambayo wanapata, na najua huko hapa kusikiza ili hao watu waweze kuwafanyia hilo. Sababu ukiwa kule Nairobi hautaweza kujua kile ambacho wakulima wa maziwa wanakihitaji kwa sasa. Lakini sababu umeweza kufika hapa leo hii, ukirundi kule utakuwa unajua kile ambacho kinafaa kufanywa ili huyu mkulima wa hapa Meru na mkulima wa Kenya ajue maziwa yako na pesa na maziwa yanaajiri. Hapa Meru sisi tuko na furaha kubwa sana, sababu sisi kama viongozi hao wakulima ambao wako hapa tumeweza kutajiwa hapa nambari ya wale wakulima. Watu ambao wanafanya kazi katika zile mboma ni wengi, kumaanisha hao wakulima ni tegemeo letu kama serikali, sababu wanasaidia vijana kwa kazi kule nyumbani na pia wanapata hela. Kwa hivyo rais, kama yale maombi ambayo wameweza kuomba hapa leo hii yaweze kutekelezwa ili waweze kufanya bidii zaidi ili tuweze kuexport maziwa. Jambo la pili, rais, watu wengi watakupiga sana sababu ya kufungua wakulima macho. Wakulima wameweza kupata pesa wakati huu, sio story ambazo walikuwa wanaambiwa pale mbeleni. Sababu nakumbuka tuliweza kuwaambia tutawapatia minimum guarantee yao, na ukasema maziwa tutaweza kuwalipa ama wataweza kupata shilingi 50. Kwa sasa hiyo ni reality. Watu wengine hawataki kujua hilo, sababu tayari umeweza kuachieve hiyo. Na nakwambia usitishwe na mtu yoyote. Wewe kuwa mkakamavu, shughulikia wananchi hawa wananchi ndio watatushughulikia ule wakati ukifika. Sababu tuliwaitisha kazi ili tuwafanyie hiyo kazi. Ama tuliwaitisha nini? Si ndio tuliwaitisha kazi ili tuwafanyie kazi? Na rais si ndio anawafanyia kazi? Leo hii si ndio ni mara yake ya 3 kufika hapa Meru ili kuhakikisha wa Meru wakati ambapo wanalia kilio chao kinamfikia. Na kwa hivyo nawaambia hapo ndipo tuko sisi kuhakikisha mkulima wa maziwa ameweza kufaidika. Na rais, ni kuambie sisi tuko hapo kutendea wananchi ambao walitupatia kazi. Wengine watalalamika sababu walikuwa wanafikiria mtu akiwa kwa ofisi tumbo yake kwanza, hao wananchi watakuja baadaye ama atakuja kuwandanganya. Lakini yale ambayo unayafanya kwa sasa ni matendo, na matendo yanazungumza, na hiyo ndio njia ambayo tunafaa kutembea ili hao wananchi wakati ambapo wanatafuta kiongozi na wanachagua kiongozi, wanajua kiongozi ambaye wanachagua ni kiongozi mchapa kazi. Kanyanga hapo, naibu wako anakusaidia vizuri zaidi, na naibu wa rais pia wewe usitishwe na mtu, kazana tusaidie rais mpaka taifa hili iweze kuinuka. Ama namna gani? Si ndio tuendelee kufanya kazi ili muweze kufaidika na ili maisha ya watoto wetu ya kesho waweze pia na wao kufaidika. Asanteni sana, Mungu awasaidie, awabariki, na Meru Dairy tuko pamoja na tutaendelea pia kuelimisha wakulima walime maziwa zaidi. Asanteni sana. Asante, mpigeni makofi tafadhali. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya,
His Excellency the Deputy President, the Cabinet Secretaries present, my friend Opalanya, karibu sana, Bwana Roko, CS Engineer Eric, na viongozi wote na gavana wetu. Amero, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani mno mwega. Amagita jonde. Eto tiringira mwathani mpelo hii. Wakulima wa masiwa. Hata mimi ni mkulima, Your Excellency. Kwanza nataka nikushukuru sana, kwa sababu wewe unaangalia kasi. Nataka nikushukuru sana siku ile uliapisha your Deputy President, aliapishwa kama Deputy President wa Kenya. Tulikuwa na PS Mweke pale Bole constituency, tukiongea mambo ya dairy sector in Bole constituency. Akulima babole bole oku, ebu akulima wa Bole nione mkono, asanteni sana. Your Excellency, tunakujua wewe sio mtu kupoteza wakati. Uko kasini, eyes on the ball. Na uko na msaidizi sasa, Professor Kindiki. Wewe umefunga masikio kwa kelele. Angalia hawa watu wa masiwa, angalia uchumi wa Meru. Meru watakurudishia mkono. Hata sikia hii kelele inapigwa kila pahali. Sisi ni watu wa kufanya kazi. Sisi ni watu kupenda watu ambao wanatuletea pesa. Your Excellency, watu wasema wamekuja, sijui hatufanyi kazi, sijui hatufanyi nini. Your Excellency, I know for a fact. Mimi najua watu wa Bore. At least I can speak on behalf wa watu wangu wa Bore hapa. Hao watu wataki mambo mingi, wanataka maendeleo. Lugha yetu ni maendeleo. Lugha ya Meru iwe maendeleo. Hiyo ndio kwa sababu tulichaguliwa na hao watu. Hii kelele mingi tuwashe na tusimamishe serikali yetu ambayo inatufanyia kazi. Your Excellency, Bole dairy sector. Bole dairy sector is the second in Meru County. Mara kidogo utasikia napiga kelele kidogo kwa sababu kura ni kidogo. Napiga kelele kidogo kwa sababu garansi ni kidogo. Nitapiga kelele kwa sababu mambo mengi. Sasa nataka Bole to be given all the best support. Hii ingine kiendelea. Huyu mtu anaitwa Gitonga amekuja pale Bole. Tumekaa naye pale Bole. Wamekuja na shamani wetu pale Bole. Tumekuwa na PS Mweke pale Bole. Tumekuwa na Kibodi pale Bole. Tukiongea mambo ya pesa. So mimi nataka kusema, my good friends, watu wa Meru, let's not get distracted by other side shows. Tuangalie mambo yetu ya maendeleo ya Kenya, na I can tell you for a fact, Your Excellency, mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Wewe funga masikio ya maneno nyingi, tumia macho tu na akili. Hao wengine wanasema wana akili, mimi najua uko na akili double. Asanteni sana. God bless you. Asante, mpigeni makofi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, mawaziri, His Excellency our Governor, na viongozi wote na wakulima kwa jumla, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakulima mpo? Pesa? Maziwa? Your Excellency, nataka kushukuru kwa kufika hapa leo. Kwa sababu ukifika hapa unatupea nguvu kama wakulima wa maziwa. Ndio tunajua unajihusisha na ukulima na utaendelea kuendeleza na kuwezesha wakulima wetu. Your Excellency, shughuli za ukulima wa ndiri ziko na changamoto kidogo. Lakini nikiangalia katika finance bill ile ilipita wiki hii, niliona kwamba vifaa vyote vinavyotumika katika kutengeneza chakula ya ng'ombe vimeondolewa ushuru. Situpigie serikali makofi wa jameni. Vimeondolewa ushuru. Hiyo ni kumaanisha kwamba bei ya chakula ya ng'ombe na hata wanyama wengine itaendelea kuteremka. Your Excellency, la pili ni kwamba Wizara ya Kilimo inafanya kazi nzuri.
ya kuhamasisha wakulima waweze kukuza mimea fulani, wakuze kama vile sunflower, wakuze kama vile simsim na zingine, na hata pamba. Hiyo mimea inasaidia sana katika kutengeneza ile chakula, na najua wizara inapeana mbegu, ndivyo tuweze kukuza ile mimea vizuri. Wakulima mkipewa hiyo mbegu mtakuza kweli? Mtakuza? Ndivyo tuteremshe bei ya nini? Ya chakula ya ng'ombe. Eneo hili, Your Excellency, watu wengi, wakulima wengi wamefurahia sana shughuli zinazoendelezwa na hawa wakulima wa Meru Central. Nafurahia vile mnajitokeza kwa AGM kama leo. Hiyo ni kumaanisha mnakinga hiki chama chenu, hii shirika yenu. Mkiachilia mambo hayawezi kuenda vizuri vile yanaenda. Nyinyi ni kielelezo kizuri za guaranteed minimum return. Kwa sababu kama nchi yetu ana serikali imeamua, na nyinyi mkiwa washikandao maalum, bei ya maziwa iwe shilingi 50 na yenu inaenda shilingi 53, si ni kumaanisha mko juu? Kwa hivyo tuendelee vivyo hivyo, ndivyo tuweza kusaidia rais katika kazi yake. Your Excellency, wananchi wa Meru ni watu wanapenda kufanya kazi, na wewe ni mfanyikazi, na tunafurahia ile kazi unafanya. Rais anafanya kazi hafanyi? Anafanya kazi hafanyi? Mnataka rais aendelee kufanya kazi ama ingie kwa siasa? Aendelee kufanya kazi. Your Excellency, tunafurahia vile wewe unafunga masikio kwa vitisho vingi ambavyo vina adabu, kwa matusi mengi unafunga masikio. Lenga pale, endelea kufanya kazi, ndio nchi yetu iendelee mbele. La muhimu ni Kenya hii iende mbele na wakulima wote wapate pesa kwa mfuko. Kwa hiyo machache, nashukuru, na vile serikali yetu inaendelea kukazia wakulima wafanye kazi nzuri, na wewe kujaribu kutushikilia, ndivyo tuendelee vizuri. Asanteni sana. Asante. Makofi kwa chairman wa bunge ya agriculture. Ningetaka kuleta apology ya Mheshimiwa Mpuru Abori. Watu wa Mheshimiwa Mpuru Abori wako hapa. Mheshimiwa Toitumu, Igembe North, na Mheshimiwa Dan Kele. Mheshimiwa Rais, mimi sitaongea zaidi. Kile ningeomba, wakati huu uko na ma-PS wazuri sana. Kwanza PS huyu Kilemi, Mheshimiwa Rais, namjua miaka 30 na ile kazi anafanya. I hope hii nilikuona jana na juzi mkiwa na cabinet meeting, na hiyo yote nilikuwa naogopa mambo yetu isiharibike, lakini nimefurahi hakuna mabadiliko. Na PS Gitonga, PS Roslyn, watu yetu, na CS wetu Muga anatuchunga vizuri, so hapo afadhali ya Meru isibadilike. Ningeshukuru CEO wetu Bwana Gitonga. Wangapi wanaamini Bwana CEO? Hebu tuinue mkono. Amefafanua mambo ile iliongewa uongo jana usiku, kwamba rais alikuja kuahidi milioni 100 mwaka uliopita, na hiyo pesa ati haijafika. Unajua saa ingine uongo pia lazima utumie akili kupeana uongo. Jana kwa runinga usiku mtu amesema ati milioni 100, rais akikuja muulizeni milioni 100 kama imepeanwa. PS ananihakikishia, hata CEO amehakikisha, hiyo milioni 100 hata ilikuja kitambo sana, na leo rais labda atatuongezea hata ingine ile CEO ameomba. Ama hamtaki? Wangapi mnataka rais atuongezee? Mnasema atuongezee? Mheshimiwa Rais, tungekuomba mambo 2-3 ile hao wakulima wameomba. Mambo ya feeds ipunguke bei. Kijana wetu ule youth ule anafanya mambo ya hii ufugaji ya ng'ombe amesema mambo ya vaccination. Mheshimiwa Rais, kuna wengine sijui kichwa yao inakwanga wapi wakisema ati vaccination isifanywe. Watu wa Meru Dairy, mnakubali vaccination ifanywe ama isifanywe? Ikue subsidized ama isikue? Wangapi wanaza wapi wakisema ati vaccination isifanywe? Watu wa Meru Dairy, mnakubali vaccination ifanywe? Maziwa kunywe, si ndio? Nataka kumkaribisha Senator wetu na Deputy Speaker
ndio atakaribisha gavana wetu. Mpigieni makofi seneta. Kwani leo mna uchoyo ya makofi tafadhali? Eh. Antu wetu wa Meru, Bwana Yesu asifiwe. Hebu weka mkono kidogo pamoja, tupigie rais wetu makofi kwa kufika hapa leo pamoja na naibu wake. 1 2 3. Ingine, asante sana rais, tunakupongeza sana, hasa nikiwa senator wa jimbo la Meru, sababu ya every year umeweka hii sherehe ya Meru Central Daily katika ndari yako, na vile nimeona sura ya wakulima leo. Mwaka jana tulikuja hapa tukasema ile kiwanda itajengwa ambayo itapunguza chakula ya ng'ombe na mifugo ingine. I think wanauliza kwa nini tumekaa mwaka mzima bila hiyo kiwanda kuwa imepunguza hiyo bei ya chakula. Na kwa hivyo mimi nataka kupea bond, tafadhali tahadhari, sababu nikiangalia sura na vile nimesikia hata challenge kabisa ya chakula ama ya profit ya maziwa iko katika chakula ya ng'ombe. Kwa hivyo mimi vile CEO amepromise by December hiyo kiwanda itakuwa mashini zimetoka ng'ambo na zimefika. Tafadhali bwana CEO, hiyo ni commitment kubwa sana kwa wakulima wa ng'ombe, sababu hata wakati rais tulikuwa na wewe last time pale South Imenti, nilisema hiyo kiwanda haijakamilika. Na kwa hivyo hao wananchi wote wao ulikuja ukatupea 100 million, ile Raimu anasema wengine wanachochea. Tunashukuru sababu ya hiyo. Leo umeambiwa mambo ya vaccination na ukaamurisha PS in the next 1 week waanze kudunga ng'ombe sindano ya hapa Meru. Ukisikia mkulima amepoteza ng'ombe 3, hiyo ni kama amepoteza shilingi milioni 2 katika ugonjwa. Kwa hivyo rais, tusaidie pia hapo kwa vaccination, alafu kwa sex semen hiyo pesa ikipungua mambo itaenda vizuri. Rais, nakushukuru sababu production ya maziwa imekuza, sababu hata mahindi ndio tunatumia sana kulisha ng'ombe. Wakati Mungu amesaidia tukapata hewa mzuri. Namba 2, tukapata fertilizer ya bei nafuu kutoka shilingi 7,000 ikashuka mpaka shilingi 2,500. Na hiyo ndio imefanya sisi wakulima tulime mahindi kwa wingi, na ndio sababu quantity ya maziwa imeweza kwenda juu. Kwa hivyo tutaendelea kufanya vile tutahitaji ndio mambo yetu yende vizuri. Rais, pia hata kama tuko kwa maziwa tusisahau wewe pia uko katika number 1 kusupport sekta ya majani chai, sekta ya kahawa, sekta pia ambayo tunataka kuanzisha sasa ya cotton, sababu vile chairman wa agriculture amesema tukilima sunflower kwa wingi, tukilima cotton tutapata cotton seed, tutapata sunflower seed ambayo tutapatia Bwana Gitonga katika kiwanda yake ya kutengeneza hizo animal feeds. Kwa hivyo rais, wizara yako ya kilimo tunaiangalia sana ifanye kazi hapa Meru. Hii ni mahali na rotuba kubwa sana. We only need support from the government, na sisi wakulima tutafanya vile tutaweza ndio tuweze kuimarisha maisha ya sisi watu wa Meru hapa. Kwa hivyo rais, ya mwisho nataka kusema politely ya kwamba sisi tukiwa wa Meru saa hii tunataka kusikia sana lugha ile itatusaidia kuweka pesa mfukoni. Hata wengine wakitembea hapa na pale, we can't hide, sababu wanazunguka tu wakieneza uvumi. Sisi tukiwa Meru tunataka siasa ile itatusaidia katika kuimarisha mambo yetu na kusomesha watoto na mambo mengine yale yatafaidi wa Meru. Kwa hivyo sisi tutajipanga tu, wakati wa siasa itafika na hata sisi hatutakuwa tumelala rais. Tutajipanga vizuri tukiwa hapa Meru, na sisi tutapiga kura yetu vizuri tu mahali tunajua hatutakuwa tumelala rais. Tutajipanga vizuri tukiwa hapa Meru, na sisi tutapiga kura yetu vizuri tu mahali tunajua tunaenda kufanya kazi mzuri. Kuna watu wengi umepea viti kwa serikali ama by the way, no. We made a decision to support you sababu tulikupea na tukakaa na wewe kemu tukaandika mambo yote ya Meru. Hiyo tu ndio tutafuatilia na wewe mpaka 2027. Kwa hivyo we don't need any distraction
Kusema sasa tutoke kwa serikali twenda tukamangamange mtaani na msituni, sisi tukiwa Wameru hatutafanya hiyo Mbranda rais, na tutakushikilia kabisa, tumalize hii term tuweke ingine na ingine kama ikiwezekana. Hata ndugu yangu hapa naona unaangalia, hata wewe utakuwa rais siku moja, profesa, usijali. Mungu atakusaidia hata wewe siku moja uwe rais. After tukimalizana na Rais William Samoei Ruto, na wewe tutakushika mkono tuendelee hapo mbele. Kana na hata anto beto sini namna hiyo. Kwa hivyo sisi hatuna haraka ya kutoka kwa serikali, na hata kidogo ukitoka, mimi niko nyuma yako hapo, nitachukua hata mimi, my friend. Nitakazana hata mimi nichukue pia, tuendeleze taifa letu. Si unaona hata Oparanya anasema kweli Kadhuri anawezana na hiyo baadaye huko mbele. Kwa hivyo asante rais, nataka niombe nimkaribishe gavana wa Meru na yeye aweze kutoa hizo remarks. Karibu bwana gavana. Asante, thank you Mheshimiwa Kadhuri. Tupigie Mheshimiwa Seneta wetu makofi. Your Excellency, the President of the Nation of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto,